ndugu zangu wa Tanzania. Kwa majina naitwa Bwana Ahmed Kombo, niko na ndugu yangu Joseph Yona wa Chalinze. Tumekuja leo mbele yenu kwa ajili ya kuweza kuyazungumza machache, hususan kwa sababu sisi ni wapenda amani. Siasa zisitugawanye wala kitu chochote kisitugawanye. Kama wapenda amani tumekuja kwenu leo, tunaombeni mtupokee kwa mikono yote miwili. Unajua kila mtu una haki ya kumhukumu, kumuita jina lolote analojisikia. Maana kuna baadhi ya watu wanatuita sisi machawa, sawa? Lakini machawa sisi ambao mnapenda kutuita machawa, tunahitaji amani ndani ya taifa letu. Ndio maana tumekuja hapa leo na kampeni maalum ya kwenda kuelimisha vijana katika mikoa yote ya nchi yetu hii ya Tanzania, ambapo leo tutazungumza tu kwa uchache. Leo sitakuwa na mengi. Kikubwa siku ya leo tutawatajia akaunti namba zetu kwa wananchi wale wanaopenda amani, wafanya biashara na serikali pia mwenye uwezo wa kutuchangia kwa ajili ya kuzunguka mikoa. Kwanza ya mwanzo tunaanza na mikoa 15. Baada ya hapo tutakuja kumalizia mikoa itakayobakia. Maana tunaondoka na kundi la waandishi wasiopungua 30. Hilo lazima niliweke wazi. Tuondoka na kundi la waandishi wasiopungua 30 kwenye ziara yetu. Tunafanya haya kwa sababu tumeona kilichotokea mnamo Oktoba 29 kilikuwa sio kitu cha kiungwana kabisa, kilichofanywa na baadhi ya vijana ambao bahati mbaya wengine inawezekana ni wazalendo, walimezeshwa tu sumu kwa wakataka kuliharibu taifa lao. Sasa sisi tunataka kwenda kushindilia swala la uzalendo, ni jambo muhimu kwenye taifa. Tunataka tutembee, tutakuwa na wataalamu maalum, ushanifahamu? Na maana tutaifikia mikoa yote, na maana ndani ya mkoa mmoja tutakuwa na watu wasiopungua 300, vijana 300. Wakiongezeka itakuwa sio mbaya, ila sisi tumeweka kila mkoa mmoja tutakuwa na watu 300, kwa sababu tumelenga kuwafikia vijana 5000 kwa awamu ya kwanza hii. Tumelenga kuwafikia vijana 5000 mpaka 4500. Kwa hiyo tunaenda sasa. Kuna mengi na hapa niwaambie tu ndugu zangu wananchi, ni kweli mnawezekana kuna baadhi ya watu wanatubeza. Tusiangalie jinsi wanavyotubeza, tufikirie siku 3 zile tulizokaa ndani mwisho saa 12. Je, zilikuwa ni siku sahihi? Makosa yaliyofanyika kama yaliyojitokeza tusije tukajaribu kuyarejea tena. Kwa sisi ambao tuko Dar es Salaam hapa, tunajua kimbembe kilichotukuta. Wengine kula yetu mpaka tutoke nje tupate riziki. Kuna watu walidhidi kudhoofika, wagonjwa ile saa 12 mwisho ndani ile. Watu walidhidi kudhoofika, baadhi ya watu. Sasa hatuhitaji hii hali ijitokeze, maana kuna baadhi ya watu wamesema watawekeza kuhamasisha vijana kuendelea kufanya vurugu. Na sisi tunapingana na wale, tunataka tuwafuate vijana. Hatutaki kila siku kukaa kwenye media kuanza kujibishana nao. Sasa hivi tunakwenda kwa vitendo, tunaenda kuwaona vijana wenzetu, tuwaambie umuhimu wa amani, umuhimu wa uzalendo, ambapo natumia fursa hii tena kuwaomba wananchi. Na waombeni sana, tuko chini ya miguu yenu wananchi wenzetu. Sisi ni Watanzania wenzenu. Tunaombeni support yenu, tunaombeni nguvu yenu, tunaombeni michango yenu ili tuendelee kudumisha swala hili la amani. Maana kuna baadhi ya watu wanasema sisi tunaongwa. Tungekuwa tunaongwa tusingekuja hapa kupiga magoti kuomba mchango hata siku moja. Tungehakikisha tunanyanyuka na tunaondoka. Kwa hiyo na hili tutalifanya kwa uwazi. Bahati nzuri mimi ni mwaminifu sana mkubwa. Hakuna asiyenitambua. Ushanifahamu? Tutalifanya ile jambo kwa uwazi na tutaliweka kwa wazi. Kwa hiyo nimewaomba wananchi, account number tutaitaja ili muweze kutuwezesha. Lakini na wageukia wafanya biashara. Taifa hili bila biashara ni kweli haliwezi kwenda. Lakini wafanya biashara bila ya amani, hakuna biashara itakayofanyika. Mwekezaji bila ya amani, hakuna biashara ama uwekezaji utakaofanyika. Tunawaomba wafanya biashara. Wapo wakubwa hapa, yupo nani? Karibu kila JSM mtuone. Mwingine nani? Hata Modeuji tumtaje. Mzee wa Simba. Wote mtuone muhimu sana, na tuna account special. Na Awadhi Waleki. Kwa sababu na wazungumza hawa wameathirika na wao na kile kilichotokea. Kama tukiangalia Leki ilichoma moto, watu wengi walichomoa vitu vyao moto. Sasa hatutaki kufikia huko. Tukisema sisi tukae kimya, jamani, ni hatari ya miaka ijayo. 2030 sio mbali.
ni karibu tu, tuombee ajitokeze tena, lakini na sisi tunataka tupambane sasa hivi kuhakikisha vijana hawatajitokeza, kwa sababu kila mkoa vijana 300 sio vijana wadogo, na maana wao watakwenda kuwakilisha wenzao na tutakuwa tunafanya utaratibu wa kurudi mara kwa mara. Kwa hiyo ndugu yetu JSM tunakuomba, Ghalib anaitwa Saidi Muhammad, ushanifahamu, tunakuomba ndugu yetu wa Leki pia tunakuomba, na wengineo Ali Edawad. Haya, sawa, jina lishatoka hilo. Ulimi wengine huu ndio hivyo tena. Tunaombeni mchango wenu jamani. Mtusaidie tuweze kuelimisha vijana. Vijana wengi inawezekana wanawalaumu viongozi wa serikali ni kwa sababu uelewa ni mdogo, na kundi la watu la upotoshaji limekuwa na nguvu kwa sababu kuna watu wanawekeza. Ford Foundation wamewekeza kuhakikisha vijana wa Kitanzania wanapoteza maarifa kwenye vichwa vyao waweze kulipoteza taifa lao. Sisi tumejitokeza kuungana na Watanzania wenzetu, tunawaomba mtupe support yenu, tupingane na huyu Ford Foundation. Kipindi anatumia vyama vya kisiasa kuwarubuni vijana wa Kitanzania, sisi tutatumia nguvu zetu sisi wenyewe wa Tanzania kuwaelimisha vijana wa Kitanzania. Napeleka tena ombi kwa serikali. Serikali, mnaposikia jambo hili, tunaombeni mchango wenu. Wafanyabiashara, mnaposikia jambo hili, wawekezaji wakubwa, tunaomba mchango wenu. Namtaja rafiki yangu mmoja hivi anaitwa Alim wa Property International. Pia tunakuomba, wewe lazima nimtaje, ni rafiki yangu wa karibu sana. Kina Skaba sio, kuna wengine Kigamboni kule. Ushanifahamu? Kwa tunaombeni mchango wenu. Mimi hapa moja kwa moja nitataja account number au nitaionyesha. Hii ni ya NMB. Hii account inasoma Joseph Yona and Kombo. Kwa sababu sisi hatuna taasisi. Tunakuja katika uhalisia. Hatuna taasisi, harakati zetu tumekuwa tukizifanya sisi wenyewe. Account namba yetu inasoma Joseph Yona and Ahmed. Mshanifahamu? Hapa inasema 24 51 00 65 66 4. Nitawapa waandishi. Kwa tunaomba support yenu leo. Hatutaki maswali ya kisiasa. Tunachokihitaji siku ya leo ni kitu kimoja tu. Watanzania watusapoti tukatoe elimu, kwa sababu tuna jumla ya watu wasiopungua 90 tutaondoka nao katika jiji la Dar es Salaam. Leo tumekuja kuzungumza na ninyi kuhusu masuala ya ziara yetu tu. Tuliwaambia kwamba nchi yetu imepita kwenye kipindi kifupi sana cha kamgogoro kalikotengenezwa na wanasiasa hawa uchwara. Sasa sisi tunahitaji kwenda kuzungumza na vijana, hasa kuwaonyesha fursa, na fursa mojawapo ni ninyi waandishi wa habari. Hii ni fursa hii. Kuna vijana hawajui kwamba unaweza ukaanzisha blog, ukaja hapa ukaenda kwa waziri ukapata shilingi 2000 ya kusaidia familia yako, ukaenda kwenye press ya serikali, ukaendesha huko ndani kuna followers wakakuingizia 100. Lazima vijana wajue namna ya kujitegemea. Kwa hiyo hicho ni cha kwanza, lakini cha pili, tunaenda huko mikoani kuonyesha fursa vijana ya huko kwenye halmashauri zetu zinatoa 10% zile 442 ambayo ni wakina mama, hata dini na vijana tu, hata wazazi wakina mama tunaenda kuzungumza nao namna njema ya kuitunza amani, kwa sababu tumeona Watanzania wengi wanatufuata inbox, wanatupongeza kwamba mnachokifanya ni jambo jema. Tumekaa siku 2 ndani, hebu sasa fikiria tukikaa kama Kongo itakuwaje? Kwa hiyo watu wengi huko mtaani wanasema tuendelee kuelimisha watu, na ndio maana tumekuja mbele yenu. Kama muhaini anachangiwa huko na wengine wanatengenezewa story wanachangiwa huko, sisi ni akina nani tusichangiwe? Sisi ni Watanzania wa kawaida ambao tumeanza harakati za kuzungumza na Watanzania kuanzia masuala mazima haya ya tarehe 29 Oktoba. Tumeyazungumza sana. Kwa sasa tunaenda kuelimisha mikoani. Mikoa ambayo tutaanza nayo, nafikiri waandishi wa habari mnahitaji kujua. Kuna majiji kwa mfano Tanga, kuna majiji kwa mfano Dar es Salaam. Dar es Salaam tunaweza tukaigawa hata mara 3, kwa sababu Dar es Salaam pamoja na ujiji wake, lakini ni eneo nyeti sana katika nchi yetu. Kwa hiyo tunaweza tukaligawa hata mara 3: Kinondoni, Ilala na Temeke. Lakini vile vile kuna majiji kama Dodoma, kuna majiji kama Mwanza, kuna majiji ya Arusha, kuna jiji la Mbeya. Hayo ni majiji 6 plus Dar es Salaam tutaigawa mara 3.
lakini vile vile tutaenda kwenye baadhi ya manispaa, sehemu mikoa 15 ambayo tutaanza nayo, ni kwa sababu ya unyeti wake. Kuna sehemu moja kule kanda ya Ziwa kule, mnajua Tarime kule, lazima tuende tukazungumze na vijana wa Tarime. Ni sehemu nyeti nayo ambayo ni kanda maalum, lazima tukazungumze. Bahati nzuri mimi ni mtu wa huko, kwa hiyo nitaenda kuzungumza na vijana wa kanda ya Ziwa vizuri kabisa. Lengo letu kubwa ni kutoa hamasa kwa vijana waanze kuingia kwenye uchumi wao, ambayo uchumi mnaoona upo Tanzania. Dr. Samia Suluhu Hassan rais wetu anajitahidi sana kutoa fursa za vijana. Kwa hiyo lazima vijana wasidanganyike. Sasa vijana tunahitaji kuwaonyesha hizi fursa, na waziri wao wa vijana wamtumie namna gani. Bado tunafanya mawasiliano na waziri wa vijana, naamini muda sio mrefu tutakaa tutazungumza. Wakati tunaanza ziara tutakuwa tumezungumza naye, na yeye atatupa ni namna gani tunaweza tukafanya ili kuwasaidia vijana wa Kitanzania. Lakini tuna mradi wa BBT, kila mmoja anaufahamu. Tunahitaji kuhamasisha sio tu Dodoma, tunahitaji kuhamasisha. Kuna maeneo makubwa sana Chalinze kule, kuna maeneo Mkuranga, kuna maeneo mkoa wa Pwani makubwa ambayo yanakodishwa kwa shilingi 150. Tusaidie vijana wetu ili waachane na mambo haya kujiunga kwenye harakati za kuchafua taifa letu na kulichoma taifa letu na kuchoma biashara za wafanyabiashara. Na ndio maana leo tunakuja mbele ya wafanyabiashara wakubwa. Ndugu yetu Ali Edha Wadhi, unatusikia Leki? Hawa vijana lazima waelimishwe kwamba hizi biashara ni za Ali Edha, na tunaonyesha uzalendo wake Ali Edha, namna alivyoajiri vijana wa Kitanzania mpaka DRC Congo. Tunaenda kumuonyesha namna Ali Edha Wadhi ameajiri vijana wa Kitanzania mpaka Rwanda. Tena mwingine ni top ambaye ni Mchaga tu huko, ametolewa amepelekwa pale, ndio top. Ni kiongozi ambaye anaendesha Leki. Kwa hiyo tunaenda kuonyesha vijana kwamba wasitoe visingizio kwamba huyu ni tajiri, hii ni mali ya nani. Sio kila kiongozi ana mali. Mali ni za watu wa kawaida, wa Tanzania wa kawaida, wanafanya biashara za kawaida, wanafanikiwa. Leo ukipata, let's say unauza mafuta lita 10,000, kila lita moja ni shilingi 100 kwa faida au 150. Kwa lita 10,000 ni shilingi milioni 1 profit kwa siku. Anashindwa nini kutajirika mtu kama huyo? Kwa hiyo lazima tuende tukaonyeshe vijana wa Kitanzania na Watanzania wa kawaida kwamba hizi biashara ni za Watanzania au wa kawaida. Kwa mfano, magari ya Esther ni ya Joseph. Kila mmoja anajua ni magari ya Joseph. Joseph upo. Umeona vijana wanasingizia gari za kwako za Joseph, unakopa, unahangaika na mikopo, lakini wanamsingizia kiongozi. Kwa hiyo haya ndio tunaenda kuyatoa kwa vijana huko mikoani na waandishi wa habari. Kundi la waandishi wa habari analijua ndugu yangu Kombo, kwa sababu yeye ni mwandishi kidogo, mimi sio mwandishi sana. Kwa hiyo Kombo ataratibu swala la waandishi wa habari, kundi hilo. Lakini ndio maana tunawanyenyekea Watanzania leo, wafanyabiashara hao, na waonyesha na mimi akaunti namba ya NMB ambayo inasomeka 24 51 00 65 66 4. Jina lake ni Joseph and Ahmed Kombo. Joseph Yona ndio mimi. Naamini kila mmoja anaiona hii account. Kwa hiyo Watanzania, hatutaki kuiba, wala hata yeyote anayetaka kutusaidia anaweza kutusaidia, kama ni viongozi, kama ni Watanzania wa kawaida ambao wametufuata, wametuambia, ili tuweze kuisaidia nchi yetu iende. Kwa sababu leo Watanzania tumempata rais ambaye amemaliza SGR, tumempata rais amemaliza bwawa la Nyerere, tumepata rais ambaye anafanya miradi mikubwa na miradi midogo. Leo watumishi wa umma wapo, watumishi wa umma tumepata increment kwa mara ya kwanza. Increment leo watumishi wa umma wameenda kukopa mikopo benki, wanajenga nyumba zao. Tumekaa muda mrefu, watumishi wa umma wamekaa muda mrefu, rais amewalipa mshahara, amewaongezea increment, leo wameenda kukopa. Leo rais kama huyu, afu wahuni wachache wanatudanganya, wanamtaka rais gani? Haiwezekani. Ndio maana tunaenda kuambia Watanzania tuna rais ambaye anafanya kazi kwa ajili ya Watanzania na vijana, lazima tumlinde na tuhakikishe tunalinda kazi zake. Hatuogopi sisi. Ndio maana tutapita kila sehemu na Kombo na tutasema. Ndio maana tumetaja account, anayeweza kuguswa atusaidie ili tuweze kuelimisha Watanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza.